Mukura peke yake, ufa peke yake. Baby nipatie kitabu. Huyu baby ndiye alikuwa anapigiwa na Betty Bayo simu. Huyu ndio Betty Bayo alikuwa akinikosa anapigia yule, anamwambia hello baby, ambia baba atume 1,100 ama 50 ama 1,300 ya kitu fulani. Sasa baby, hakuna siku utasikia simu ya Betty Bayo tena. Yurage kiaga. Kitabu gani? Psalms 34:18. Psalms 34:18. Nilipooa Betty Bayo alinikuta na baby. Sasa akasikia naita baby. Akamkuta baby, akamuuliza, na kwa nini unaitwa baby? Kwa nini baba anakuita baby? Ndio baby akamwambia, baby ni jina langu la kuzaliwa. Unajua Wakamba wako na majina fani. Wakamba, kuna hata Wakamba wanaitwa Kaswiti. Ukweli ama uongo? Kuna Wakamba wanaitwa Kaswiti na Kase na Katoi. Wakamba wana majina fani. Kaswiti, Katoi, baby. Wakikuyu hakuna mtu anaitagwa baby ama Katoi ama Kaswiti, lakini Wakamba Kativoi, Kalembe. Unajua wewe huwezi omboleza kwa sababu sio umekufiwa, lakini mimi nitaomboleza. Sema amen. Nitaomboleza. Wakamba kuna mtu aki wako na majina zingine hata za aibu. Wakamba na majina. Kase. Katombi. Gai. Unasema hivyo kwa kanisa haki. Haki sitasema hiyo, lakini nimeshasema nitatukanwa leo. Tupatie kitabu baby girl. Psalms 34:18. Psalms 34:18. Lala salama Betty wetu, lala salama, tutakukumbuka. Lala salama mama yetu. Mimi sikuwa najuana na Betty Bayo. Nilikuwa nimeita Moigai si Moigai, yule Mutara, Dennis Mutara kanisa yangu aje aimbe. Dennis akakataa kuja, akachochwa. Hiyo siku ni ile siku nilikuwa na scandal ya 310. Kwa hivyo akaambiwa usiende, utaharibu jina, don't go. Kwa hivyo mtu ambaye anaitwa nani? Mutara hakuja kuimba. Msichana ambaye anaitwa Pastor Rosa akaniambia, na kuna kasichana kametokea kanavuma sana, kanaitwa Betty Bayo, kameimba wimbo unaitwa 11th Hour. Nikakuuliza ni nani yako, sikajui. Akaniambia kanaitwa Betty Bayo. Nikamwambia basi mpigie, mwambie akuje Sunday. Rosa akapigia Betty Bayo. Akamwambia, hello Betty Bayo, utakuja kuimba kanisani kwetu? Betty Bayo swali yenye aliuliza ya kwanza, mnanilipa pesa ngapi? Rosa akamwambia tutakupatia 30,000. I can remember very well. Betty Bayo akakubali kuja kuimba kanisani. Akaja akaimba. Baada ya kumaliza kuimba akawa kuna mahali alikuwa anakimbia. Kwa hiyo gari yake ilikuwa imeharibika.
So akatoka kwa haraka kanisani, akaenda kuangalia gari yake, baadaye akaenda kwa hoteli kurelax. Nikampigia simu nikamwambia, hii 30,000 yako niitume wapi? Akaniambia niwekee kwa M-Pesa. Nikajaribu kutuma, ikakataa kwenda. Nikamwambia, kwani wewe uko wapi? Akaniambia niko Ambassador Hotel. Nikamwambia wacha nipitie hapo basi nilikupatia pesa. Nikapita hapo, nikakuta anakunywa chai na mimi nikaitisha chai. Tukapiga story. Betty Bayo anapenda sana story, na unajua mimi ni mtu wa kuchekesha chekesha watu. Yeye alikuwa na mapresha, alikuwa na ex wake alikuwa amenyang'anya Betty Bayo pesa, sasa alikuwa amemweka ndani. Sasa alikuwa na pressure hapo. Sasa nikampa tu story, akacheka akafurahi sana. Ikafika saa 5 ya usiku, mvua ikakuwa kubwa sana. Kaniambia nipeleke nyumbani. Nilikuwa na Range Rover. Tukachukua barabara ya Kiambu. Jamu ikakuwa kubwa sana. Nikamwambia mimi siendi huko, jamu ni kubwa. Kaniambia kwani unaishi wapi? Nikamwambia naishi Donholm. Kaniambia twende kwako. Tukakuja kwangu. Saa 5 ya usiku tukalala. Tukafanya nini? Tukalala. Kwani kulala ni shida? Sijasema kitu kingine, nikasema kulala. Akalala sitting room na mimi nikalala bedroom. That's true. That's true. That's true a story. You don't trust me. Yeah? In that you don't trust me. Okay, it's okay. Akalala sitting room, nikalala bedroom. Asubuhi kafika, tukapiga story the whole day. Akwenda kwao, akalala tena. Hiyo siku nyingine akaenda Kiambu, akanipigia simu, akaniambia uko saa 8. Akanipigia, nikamwambia niko church. Akaniambia kuja Kiambu, nikaenda. Tukakalia tumawe hapo, tukapiga story, siku ikaisha. Baada ya wiki moja nikaona mtu amekuja kwangu na nguo. Na tukafanya traditional marriage ya haraka haraka na tukapendana. Roho zetu zilipendana sana. Alinipenda juu ya comedy, juu ya kumchekesha chekesha tu story. Amna kitu alinipendea. Sasa wakati scandal ilikuja ikatokea hasa 310, ile ilikuwa ni scandal nyingine. Ilipokuja ikatokea hasa ya 310, ndio sasa wakaondoka. But let me tell you, mimi sijawahi pata msichana mzuri kama Betty Bayo. Hata saa hii. She was the best woman ever lived, I know. Ni vile aliniacha, mimi singemuacha. Lakini yeye ndiye aliniacha. Otherwise singemuacha. Betty Bayo haulizage mtu kitu. Betty Bayo hajui kupiga kelele. Hata ukija uko umechelewa, it's okay. As long umefika. Na mimi najijua na mambo ya kanisa na chelewangwa nini. Hakuwa na mipaka mingi. Kuna watu hapa hata ukikanyanga yeye kidole lazima usikie kofi ya mdomo. Sema amen. And the Bible say usikuwe urafiki na mwanamke mwenye hasira mingi. Umesema kitabu gani baby girl? We read this book. Psalms 34. Psalms 34. 18. Ambia jirani yako kuwa na amani. Jana nilikuwa kutafuta nyumba yenye watoto wangu watakuwa nakaa. Nikapata nyumba inauzwa 90 million. 90 million house. Kombaka na swimming pool. Nyumba iko na rooms ngapi? 6. Sister compound. And I told, nikapigia mwenyewe yako America. Kamwambia nataka hii nyumba. Wacha ikuwe 70 million. Akakataa. Nikaachana naye kidogo. But nikasikia I really love that house. Hata wewe utanunua nyumba yako katika jina la Yesu. Ambia jirani yako, you are going to buy a house in Jesus name. Mimi naweza kuwa mimi sikuwa baba mzuri kulingana vile watu wanasema, lakini nilikuwa sikuwa husband mzuri, lakini hiyo ni kisirani ya watu. Mimi am the best husband and I'm also a best father.
Ni watu tu, ni mambo wanaongea eti Kanyare asipewe watoto wake. Kwani hata nyoka inanyang'anyaga watoto? Hata mwenda wazimu anakaaga na watoto wa? What are you people saying? Unajua mimi nashangaa vile, I don't want to kuongea about it, but I just wonder eti Kanyare hiyo vituko yake asipatiwe mtoto. Ni vituko gani nimefanya Kenya kubwa? What is that big I have ever done? Please answer watu wa social media, Facebook na TikTok. Jibuni, nini kubwa nishawaifanya? Kuchoma nyama kwa kanisa? Is that something big? Hata nitachoma, nina mpango wa kuchukua ng'ombe mzima nitachomea hapa. Hiyo kitu ambayo mtaki nifanye ndio nitafanya, ndio mkasirike. Watu wasikukalie. You have also your rights. Wangapi wanasema ni ukweli? You have your rights. Betty Bayo amekufa akiogopa social media. Social media itasema nini? Watu watasema nini? Sasa makosa gani which mistake have I done? Ati kwa sababu niliitisha 310. Wewe unajua makanisa ya watu wanaitiwa pesa ngapi? Nasikia mtu anaambiwa 7,000, 10,000, 100,000, 200,000. Mimi niliitisha panda mbegu ya 310 na tusibishane. Only that? What else nimefanya? Niko na kesi gani Kenya? Nani anajitokeza aseme nishaimpiga? Nani nishaikula? Nani nishaiua? Nobody. Sema amen. Na kuombea mema katika jina la Yesu. Ambia jirani yako, barikiwa in Jesus name. Die like Betty Bayo. Wakati utakufa ukufe kama Betty Bayo. Ukufe ex wako akiwa hapo na bwana yako akiwa hapo. Kufa uking'ang'aniwa na watu kama 10 because ulikuwa mtu mzuri. Semeni amen. Ambia jirani yako, because ulikuwa mtu mzuri. Kuna mtu anayestaka kuona ex wake, anasema ex akufe in Jesus name. Ukikumbuka ile machungu alikupitishia. Baby, tupatie kitabu. Ati Kanyare alichoma nyama kwa madhabahu. Nani hapa ni kwangu ama hapa ni kwa nani? Hapa ni kwa nani? Ni kwa Kanyare. Na mimi ndio nimefanywa na Mungu kuwa pastor wa hapa. Mimi siuzagi mafuta. Mnaona nikiuza anointing oil? Mnaona nikiuza vitambaa? Eti sana. Mnaona nikiuza vitambaa? Na mafuta mnaona nikiuza? Na mbona mnaniuliza nikichoma nyama? Sikila mtu afanye ile anaweza. Wa vitambaa uze nini? Na wa kuchoma nyama? Sasa nyama yenyewe nilikuwa nachoma kufundisha vijana jinsi ya kujitegemea. How naweza wabariki. Ukienda pale nyuma, sijui kama kamera inaweza ona, sijui. Pale kuna mikokoteni imejaa pale juu. Thousands ya mikokoteni ya wale vijana ambao hawana kazi na wanafanya kazi za mikokoteni. Zuri. Kiinua mkono hapana. Nikienda mazishi asiende mazishi hiyo. Nikikula asikule. Hata wahubiri wakihubiri wanasema mimi sio kama Kanyare. Ndio wakati ataitisha sadaka asiulizwe, mbona unaitisha sadaka kama Kanyare? Umesoma kitabu gani baby? Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Bwana, sisikii sauti yako.
Pray for me basi niwe perfect kama wewe. Pray for me so that I can be perfect like you. But if you don't pray for me, you are condemning me, then you are not a true servant of God. A true servant of God is a servant ambaye does not condemn others. Anawaombea. Sema amen. Biblia yasema namna hii. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Sema waliovunjika moyo. Never. Chenye nishawaiitisha ni 3 peke yake. Na hakuna vile utakuja kwa hii kanisa ushinde umekalia kiti hapo na ukose kutoa hata 50 bob. Sadaka kwani ni vibaya kutoa? Hata mimi nikikuja kwako, siwezi kuja mikono mitupu. Nitakuja kwako na nikuje na kitu. Ukiniita kwako, siwezi toka bila kukupatia 10,000 ama 1000. Pesa kidogo naweza kupatia, labda nikupe 5,000. Kama hakuna shida. Kiniita kwako, nikuje. Siwezi kosa kutoa 10,000. Na wewe ukija kwangu, kuja na 500 ama 200. Hapo kuna makosa. Nyawera ukipata mazishi, matanga, tutokee kwake na 2,000, 5,000, 10,000. Na mimi Nyawera nikipata matanga niletee 2,000. Na ukininyima nitakumbuka huku nipeaga. Si ni kweli DCI? Umepeana kitu tayari? Ama bado? Haya, acha niamini utatuma. Nitaendelea kusaidia watu na watu pia wana right ya kunisaidia. Wakati niko na shida, tafuta 2,000 nipe. Wakati uko na shida, mimi siwezi ingia kwa nyumba yako niende bedroom hata kama mimi ni pastor wako. Nikuje niko nimeingia bedroom, alafu unikute. Unajua kuna watu wanakuwa na kimbelembele na shangaa. Wewe unakuja kwangu na unaingia bedroom yangu. Umepewa ruhusa na nani? Unafaa hata kuniuliza choo, mimi ndio nafaa kukuambia choo ya kwenda. Fai kuja kwangu na unaingia choo yangu. Nafaa kuniuliza choo iko wapi ndio nikupange, maana huko ni kwangu. Na mimi nikija kwako nipange. Hata kama mimi ni pastor wako, nipange, niambie pastor, kiti yako ndio ile. Kalia pale. Pastor, choo yako ndio ile ije. Na juu nakupenda nitakaa. Ukienda kwa Biblia inasema ukienda kwa Warumi kaa kama, na ukienda kwa Wateso, na ukienda kwa Waislamu, na ukienda kwa Wahindi, na ukienda kwa Waarabu, ukikuta wanakula na mikono, kula na mikono. Acha gebelebele. Kijiko iko wapi? Ai. Wewe umewekewa sausage mbili alafu unaanza kusema kwamba hakuna sausage zingine kwa wenyewe. Kula hizo mbili uende nyumbani. Unataka kukula sausage 4 na hata hamuna kitu umeleta kwa hiyo boma. What the Bible say? Au unakuja unaingia kwa wenyewe, unaingia mpaka na maviatu imejaa matope. Yule mtu ameruhusiwa kuingia na viatu kwa wenyewe ni yule ameleta msaada kwa hiyo boma. Kama hujaleta msaada, hata ukikosa kuwekewa chai ufai kukasirika. Usitendee wengine. Psalms 147 verse 3. Psalms 147 verse 3. Psalms 147 verse 3. The Bible says, onya waliobondeka moyo. Mkisikia mtu ako na matanga, endeni. Watu wa Njiro.